Whatever you thought was a problem, it is not a problem, because God has decided. Kuna watu walikuwa wamesema hautafaulu, utafaulu. Kuna watu walikuwa wamesema kuna mahali unaenda, ushaenda. They will never be able to get hold on you, because God has given his verdict. Na amesema kutoka leo, he gonna be able to control you. He gonna be able to help you. That the hand of God is upon you. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua mnapendaga hiyo sasa, hiyo ya kuambiwa itafanyika. Hiyo hata amen zinapanda juu sana, which is good. Tunaangalia kitabu ya Samuel, 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Tuanze hapo verse 1. Na tusome Kisugu sasa. Sasa tumesoma, tupatie Kisungu. Si hapa ni Wasugu tu wamebaki. Wasugu nyeusi. Yes. Na hii karatasi sinatolewa kwa. Inatolewa kwa hii sasa. Najua ni kama wale watu wanavaa suti, kuna kakitu kanakuaga hapa. Sasa hawatoagi. Nakuta mtu anatembea nako mpaka unajua huyu ni wa kabila fulani. Unajua huyu ni Mgikuyu wa Murang'a ama ni wa Nyeri. Bwana Yesu asifiwe sana. That in the book of 1 Samuel 16 from verse 1 inasema, and the Lord said unto Samuel, how long will thou mourn for... Tupatie Kisungu ile ya watu wajasoma sana. Sasa ukiwekea watu kama hawa Kisugu hii na hawakuenda shule, tupatie King James batile soft kidogo. Wameweka the New King James version. Hata although hii si mzuri, hiyo ingine ndio mzuri. Hii imetolewa vitabu mingi sana. Sunday mnikumbushe niwapatie zile vitabu zote, zile miraini zimetolewa. Kama Matthew kuna chapter 2 imetolewa basi kama 8. Ni watu wakora wanataka kutuweka kwa shetani. So now the Lord said to Samuel, how long will you mourn for Saul, seeing I have ejected him from reigning over Israel? Fill your horn with oil and go. I am sending you to Jesse the Bethlehemite, for I have provided myself a king among his sons. For how long? And nimeona umereft kwa group. For how long? Bwana Yesu asifiwe sana. Are you still going to mourn? Yeah? For how long are you still crying? Biblia inasema hivyo. Now the Lord said to Samuel, how long will you? Utaendelea kulia mpaka siku gani? Utaendelea kukulia, kucomplain every time you are complaining. Every time you are crying. Every time kuna kashida. Hata ukiambiwa nenda ufanya kitu fulani, bado unasema uko na kiuoga. Hutaki kwenda kufanya because you feel like there is an obstruction. Akamuuliza, ni mpaka lini utaendelea kulia? Ni mpaka lini utakuwa kwenye hicho kilio? Why are you crying? Why are you funga hapo? Why are you in this situation? Because so many of us tuko katika matatizo ambayo ni imaginary. Some of you are very poor, not because you are poor. You are poor because you have refused to make a step of faith. So many of you are still waiting. Bado mtu ameanza safari, umemweka kwa barabara laini yake ya kuendelea kubarikiwa, lakini anasikia na kuuliza, apostle aliyokigwa kemwe, na ushafukua mtu na meda. Apostle aliyokigwa kemwe. Sasa unashindwa ni nini kile unataka tukuge? Ni kigo kiliko kigioreda. Apostle aliyokigwa kemwe. Na mtu umemwekelea na umemsaidia, umemwambia sasa shika hii barabara tuende, lakini bado anaendelea kumwona, bado anaendelea kulia. Kwa sababu ya nini? Because there is a problem behind. Watu wengi hatujafeli because we are failures. We are failing because there is somebody, there is a force somewhere that is speaking to you. Kuna authority fulani, kuna madhabahu fulani, kuna nguvu fulani imejificha, inakuaga hapa nyuma. Haikuagi na sauti kubwa, lakini inakujaga inakwambia we, wewe shonokai. Tadi wabelelio yeroshio. Siku liko mama mwingine hapa kafungua hoteli. Uliona venye aliaibika?
imagine na wewe venye utahaibika. Sasa ukisikilia sauti unaendelea kulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaendelea kuwa challenged because you have failed to understand, to listen to God. Instead you listen to the devil. This demonic listening, this power that makes you listen to the devil, causes you either to be arrogant, either to be somebody who is confused, or to be limited. There are three things that will happen to you. Because of arrogancy, yourself, you develop arrogancy. Because what is happening around you, there are demons around you speaking to you. Zinakufanya unakuwa na kitu inaitwa spirit of arrogance. Spirit of arrogance is meant to be annoyed, to annoy you. Na ukikuwa annoyed, badala ya kuenda unakasirika, unawacha unaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Mungu atakuja anataka kupandisha watu. Anytime there is something, unakuta kuna ugumu wa kupenya. Kuna kitu kama confusion kimeingia katikati yako. Kuna promotion iko hapo mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. When unasikia ukuta ndio hii, hakuna kupenya na kila kitu imekwama, kuna promotion. Unakuta rejection imeingia na watu wote hawataki kukuona. Hata mdosi yako hataki kukuona, kuna promotion. Na hiyo haikuagi ya shetani, ni Mungu atafanya nikukasirikie tu. Unakuja unajaribu kunisugumusia na kuangalia hivi na kuambia toka. Ondoa huyo kwa laini. Hata mimi sijui ni nini nazungumza na mimi. Ninakuondoa, unaondolewa kwa laini. Na kwa sababu Mungu anataka kuangalia, nataka kukubariki ndio ukue msaada kwa watu wengi. Ukue msaada kwa watu. Sasa anataka kuangalia roho yako. How is it capable kuvumilia? Ndio nitakuja kukuita wewe. Ndio nina kioko kiega. Tabaje herena hau. Na makasiriko unachukua kabagi kako na unaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu kidogo tu kitakufanya ukasirike. Na unatoka na unaenda. Na nako udigasha ukareke unindigasha ukareke. Na ukienda ukifika mahali, ukifika ndani ya gari kwa matatu wakati umekaa, makaga anaweka kasong ka Kikristo. Kakukwambia majaribu yanafanyaga uendelee hapo mbele. Unasikia kweli kai hapo shetani anakuambia noe kile weka no wagwa kirathi uma wa kurathimo. Hapo unasikia kasimu kanakuja. Wakati umeenda tumejaribu kukupigia ukuje, ndio ile makaratasi ile ya kusaini promotion ndio imeingia tu saa hii. Hata tumesaini na director amechukua ameenda, na wale walikuwa ndio wamechaguliwa for the testing ya kwenda promotion kai. Sasa unaanza kupiga simu. Can I come back? Nikuje nisaini. Director ashaenda. Unajaribu kuandikia director. I was feeling the stomach had cockroaches. I was feeling cockroach inside my stomach. So I had rushed to go and buy some medicine. I am coming back. Anakuambia but I have just left. Maybe next year we shall consider you. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukifanya mahesabu, the other previous promotion, something similar happened. Na ukaondokea. Hata hiyo inakuja next time utaondokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuondokea, hiyo ndio shida. Kuondokea. Si shida, si Mungu hataki kukupromote, lakini kuna test utafanywa tu. Mtakuja hapa, mfanywe test tu kidogo, kama mfano tuseme ni group ya Asha. Watafanywa tu ka test kidogo. Watatoka hapa kama kiberiti. Kila mtu amewaka kivyake. Wanaenda, wanatoka, wanasema katoto watu wadago ginyali. Labda watatumwa huyu Musedi atatumwa aende aongee na wao, awaambie venye watafanya. Sasa wanashindwa kamusea kama haka akatatuambia nini? Unasikia attitude. Mungu alikuwa anataka kusikia nini? How will you grade him? Utamchukuliaje? Kamusea kama hako kagejira atia. Na unachukua bagi unaenda. Maana nika musee. Na Mungu alikuwa anataka kukuletea tumusee 500. Alafu atume mtu mwingine kutoka Amerika na pesa ya kusaidia tumusee. Mungu unajiondoa pole pole kutoka kwa keki. Na hiyo ndio imekuwa failing situation. The failing factor katika maisha yenu. Most of us we have failed because of that. Most of us, the challenges we are facing, it is not because we are not qualified. We are very qualified. It is not that because God wants to bless you. We are very blessed. Very blessed. And that is why we are here tonight. Because of the blessings that God has given us. But because God wants every level. Ukisikia God is a God of one glory to another. Each glory has a test. Bwana Yesu asifiwe sana. You are just not going to walk.
It is not walk in the park. Each glory has a test, because he is giving you the glory for his glory. Hallelujah. The glory you are going to get is not because for you. It is for the glory of the kingdom. Therefore, he wants to know, are you qualified to serve in his kingdom? Are you qualified to be called a child in the kingdom? Are you qualified to be a servant in the kingdom? Bwana Yesu asifiwe sana. And that is what has really caused so many people either to stagnate or to be limited. Na ndio naona kuna struggle, kuna challenge na kuna vita katikati yetu. Because your greatest enemy, it is you. Bwana Yesu asifiwe sana. Your greatest enemy ni wewe mwenyewe. Because you have failed to understand when God is speaking. The day you will be able to understand when God is speaking, because God will test. Kuna responsibility tunakuja tu, unakusikia nimeambia huyu msee nenda usimamie mahali fulani. Alafu akifika hapa mahali fulani, mtu mwingine anakuja anamtukana tu, anamuongelesha vibaya. Kumbe msee alipelekwa test pale. Kufika huko akiongeleshwa vibaya, ananipigia simu. Ni ndiaragerio uru niaka. Ni koja ndaigwa ta ingimuringa akue. Ni gathia ka mundu mukatosho ndikekenda hakuhe. God is listening. Bwana Yesu asifiwe sana. God is listening. Na kama ulikuwa umepanda mpaka class 8 na mafundisho ya hiyo ya glory hiyo, lazima uanze from class 1 mpaka class 8. Uaguke, unarudisha kwa class 1 tena unaanza kupanda. Ndio unakuta watu wako hapa anakuambia aliyepatiswa 1978, maana aliokoka 1977 na bado ako stagnated, bado ni mtoto wa kukaa chini kuhubiriwa na Waruigi aliokoka jana. Na ndio watu wengi wanashindwa, Waruigere angetohunjiria ke na ni mundu rahonokire ira. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu yeye alianguka mitihani na alikuwa stagnated, ni adhatire, yani amekuwa tasa. The more you stay at one point, unakuwa tasa. The more you stay that you are not moving to the next level, unakuwa tasa. Na ukikuwa tasa, nikegethataga gikagakuhia. Ni bosho, sikoma, sigatoka sigikarate. Iwe watokaga, oikarate. Ungethetie, nikionaga ukoragwo we mang'ethia kanitha-ini. Tondu we wira waku no kung'ethia na andu moka, we ni umenyaga mundu uria muru, mundu uria mwega, mundu uria muiguru, mundu uria tari iguru, mundu ina maguta, no tari na maguta. No we ndumenyaga we kana we namo, umenyaga mene. Tondu we diathi. Mwathani agocwo. No kung'ethia. Ta withikiririe we uria atiri kuma riria wahonokire. What step have you made in church? Your salvation, not in church, in your salvation. What kind of a step have you made since you got saved? What is this that can you count? Okihonokio giakwa ri kimenitoa hapa, kimenifikisha hapa. Since I got saved, mimi kama sasa, mimi niliokoka 2007 hapo hivyo, 2007 hapo hivyo, na nika 206, kutoka 207 nilikuwa na 28 nilikuwa nimejipanga kabisa na nimekuwa ordained. Kutoka hapo nimerudi kwa ukora tena, nimerudi kwa ulevi tena, nimerudi. Lakini sasa akana account ninaweza kukuwekelea katika wokovu yangu. Nilianguka mara ngapi? Mara 3. Nilikunywa pombe mpaka nikakunia kwa suruali. Nilifanya hivi zote hizo. I can account my salvation. The process of my salvation I can account mpaka hapa tumefika. See, I'm preaching to you. Nyinyi yote 97% ya nyinyi mliokoka mbele yangu. Lakini nani anawafundisha? Mtu ya Mogeke ndiye anawafundisha. Why? Kuna step nilichukua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna step nilichukua, na hizo step nilichukua ndizo zimenisaidia kusimama. Ndio zimenisaidia unaona niko na mafuta. Na in actual sense wewe uko na mafuta labda mingi kuniliko. Lakini kwa sababu nuathatire, ung'ethetio ta bosho ya thatire ya jatuku, ung'ethetio kung'ethio guo, ndigetha wewe wira waku no gucambia hujia, wewe wira waku ni kumenya muhujia na maguta, no mutari maguta. Tondu gutire kindu kingi winakio. You are empty. You are hollow. Bwana Yesu asifiwe sana. Just ask yourself, go and re-examine yourself. Since I got saved, I am in salvation. This is my 10th year. This is my 5 years. This is my 3 years. What can I account for? Ni nini kinaweza kusomwa ama kinasomeka kule biguni? Maana kuna kitabu. Biblia inasema kuna vitabu na kuna nini? Kuna kitabu. Kwenye hiyo kitabu ama kwenye hizo vitabu ni story gani yako imeandikwa? Maana we have our past record and our present record. What is being counted in your present record?
Ni nini watu wanaweza kusema kukuhusu? If we were to write a story about you, what will we write? Tutasema nini? Wewe utoleta emonoku, utoleta we intercessor forever, we ni intercessor. What have you moved? Ni kanisa gapi zinaweza kusema kwa account useme ati kupitia kwa huyu mama ambaye walisimama na sisi when we were nothing, na akasimama na sisi na akatufanya maombi kabisa, this we are in this place because of this woman. What have you done? What kind of a change have you brought? Umekuja kwa hii ministry na umejiunga. What change have you brought? Apart from sitting on the seat that you don't know who brought it, what else have you done? Bwana Yesu asifiwe sana. You are a member of this. Sitaongelea hawa wengine mamila kosika. Naongelea you are a member, you are a child of this house. What is this that you have done? Like a child of a family. What have you done? Ni nini? Hata mhuja amevaa kiatu yako? Ama kazi yako ni kujua ni nani alinunulia mhuja kiatu na huyo ametumwa akuje aagushe mhuja. Tondu we muthatu wonaga andu makigwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tondu ni wathatire wonaga mutumia to ni oka negira office yakwa, so kwoguo mutumia ucio mukuikara mumumonitete uguo. Aigira ate aikara ndeka cigana ni umemukenu ni magismairaga. Alafu kuna mundu ni oka nehetukiria hali wa posta no ni guthimira arathimira nikigira thina mbere. Bwana Yesu asi tondu wiki ni wathatire mwathani agocwo tondu hiaga tondu ono ngitharukia ngima thatu ri ya thata ni ekatia ni ya thata ono ngimeruga atia ono ngimecokia riko meumithio mecokia rito ni ya thatire. So you need a lot of maybe something else that can be done to you so that you can change. The stagnation, it is about being barren. And when you are barren completely. You killed, tell your neighbor, you killed your gift. Muulize, yeah, is it true? Yeah? But muulize, and why are you like that? Hello, muulize, and why are you like that? Amekujibu, muulize huyo, why are you like that? There is something wrong. You should not be like what you are. If indeed you are a son of the Most High, if indeed you are a son of the King, God, you must replicate, you must show the kingly anointing around you. You might not be so good, uonekane kama glittering, but kuna signs za kuonyeshana huyu mtu ni wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mtu anapitia kwenye baraka. Unaweza kuwa uko na stress zako, dio ziko tunaziona. Unaweza kuwa mzee amekunyanyasa. Unaweza kuwa kwenu nyumbani unaonewa, lakini kuna glittering, kuna kitu kinafanyika. There is something that some people can say, hata kama huyu mama anapitia, lakini yako na Mungu wake ni mkubwa. When did we, kuna mtu ashai kusema Mungu wako ni mkubwa? Kuna mtu shakutana na mtu akasema indeed you are God? No, nyende Ngai waku, niderireria Ngai waku. Kuna watu wamekusema niderireria Ngai waku. Ama wakikuja tu unaonaga wanapita kama wako kwa mazishi wa huko, wametoka kwa Dr. ile Oduoru ule wa kupasua, amekusha baada ya kusabwa anambia family come and see view the body. Unaona watu wanapita tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukishika microphone hapa unajua Biblia from A to Z, but there is no application in that Bible in your life. Because Bible is a manual. Bible is an encyclopedia. Bible is something that we need to use for you to move from one point to another. If you want a good marriage, into the Bible. If you want good business, is in the Bible. If you want a good church, is in the Bible. If you want your body to become good, it is the Bible. It is a manual. What kind of person are you? Are you a businessman? It is in the Bible. Are you a married man or woman? It is in the Bible. What is this good can be extracted from you? What is this that can be extracted because God has in you? Because this guy called Samuel, they are still mourning. Why are they mourning? Are mourning on a dead person who is walking life but is dead spiritually. But because they are not able to discern, to know this man died, hayuko hakuagi,
lakini bado unalilia. Hiyo kimutu kinakusubua, hakikuagi, lakini unasida ustura huko na thina tugiaga huko na thina. Hoera Ngai, hoera maundu makwa ni mathokire. Okire andorete uru, okire anjekete uru, okire ekete. Na ndariho ni kinyahu kiracaria gya kuria. Ni kuhuta kihutire kiragera guko ngiri iguru kirama. Wow! Na kirenda kumakia kirie. Mwathani agocwo. Hakuna, there is no war, there is no challenge. There is nobody who is challenging you, but you are umekaa tu umeng'edia, maana ulidhata. Na kudhata, ukitaka kujua umedhata ni unajuaje? You have no discerning spirit. You cannot discern anything. Bwana Yesu asifiwe sana. You cannot discern whether you are moving or you are not moving. You cannot discern whether you are stagnated or not stagnated. You cannot discern whether you are wasting your time or not. Kuna watu hapa mko hapa mmekaa wasting your time today. The day has just imepotelea hivyo. Lakini kwa sababu you cannot discern that wewe, yani you are not in the presence of God. You are in your own presence. Uko kwenye dunia yako. Because hata confusion, totally confused. Ulikuja tu driven because of the confusion. Ukaona wacha tu niende nikakae huko na aliko yani nogo thekani ujue kaundu takao kakega. Bwana Yesu asifiwe sana. Nipatie hiyo baba. So that we can be able to understand. You need to have the high level of the discerning. Once you know they have the discerning spirit, you are able. Because now the Lord said to Samuel, for how long? Yani ni Mungu mwenyewe. Ameona mpaka wamelia sana. They are still mourning. For how long will you mourn for Saul? Seeing I have ejected him from reigning over Israel. Hello. Did you get that? What did you get here? That he has already been ejected. There are people who have been ejected from your life. There are people who are not in this ministry. Wako hapa ni busybody, but they were ejected long time ago. Kuna watu wako katika maisha yako, in business, in the mahali popote pale. They were ejected long time ago. But because you are not capable of discerning, you are not capable of knowing, they were already ejected. They are no longer part of you, but you are still carrying along them. Lot was ejected. Lot was not part of Abraham's life. He was a reject, but he decided to walk with him because he's a son of his brother. But he didn't know, yes, he's a son of my brother, but he rejected alongside my own father. Who was more important? Is it your father or the son of your brother? If you are told to pick one to go with, in the case of a disaster, is it the son of your brother or your own father? You will pick your father. But God, see, the father of Abraham was already rejected. And the family members were rejected. But this man decided to go with the son, knowing well that these people are rejected. And immediately alichoose kutembea na huyu kijana. Shida zilianza kutembea na yeye. Everywhere he went, he faced a challenge. Baka akapatiana bibi. Akasema, this is my sister. Why? Where is the glory? Aliogopa maana watapigwa ati atauliwa kwa sababu ya kutembea na mama mrebo. Where is the glory of God? Ategone yanerehu na he mutumia wakwa gone yaneke kijaba teno na ndiramenya jaba teno ina maundu mothe maria ngorogo namo na ina power kugira joke agone yane. In fact na mutumia ucio akire mugoroki agicoka kwa jamaa ucio. Sara ni mwenda wa simu. Maana una imagine nilikuwa nishakupeana. Nimekasema yeye ni sister yangu na nikakupeana kwa mudhamaki wede. Una imagine hiyo kitu? Ushoke kwa ligi. Yeah? You don't have protection. You don't have protection. You don't have a marriage there. Because this man, out of fear, he gave out his wife to a man, knowing this is a man. And to make the matter worse, is a man who is a king. Bwana Yesu asifiwe sana. Just imagine yule mzee wako amekupatiana. Na niwamenya ne dathi. Noke hogoro gukona ni mwatigana. We ni athie na ni athie. Na we no wakuo ni muthamaki na muthamaki ucio ni athie nawe. Na no athie kule kwa Paris na mundu ramenya kana muthuri waku ni ona na ni athie. How will you imagine? Just imagine. That is the fate of you carrying the baggages of your family. That is the repercussion of you carrying the baggages of your friends. That is the problem of carrying the baggages of those people you think they are together with you, but they are not. They are meant to bring you down.
They are meant to destroy you. They are there they will be walking alongside with you, but they are not going to help you. They are just be there to waste your time, to waste your energy, and to become a nuisance in your life. Bwana Yesu asifiwe sana. Sometimes make drastic decisions. Sometimes just make that decision. Don't mind. Don't care. You are born alone. You came on earth alone. Just make that decision. Tuama tuamashio. Tuama tuauge. Cheigana ni cheigana. Like Esther. Enough is enough. If I die, I die. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwani utaishi milele? At one point you will go. Make that drastic decision and see what will happen. God will now come back. Until you drop some things that you are carrying as baggages in your life. Until you drop some people in your life. Until you drop some relationship in your life. Until you make some drastic decision. I'm telling you, my brother, my sister, you are still going to suffer. You are still going to suffer. Because there are people who are parasites. They were sent just to come and intoxicate. Kisugu ni gumu. Ilikuja na ndege, na ingine ikakuja na mugithi, na ingine ikakuja na huko kwa maji. Na tena mwalimu wetu alikuwa Mjaruo. Sasa you can imagine, they don't know good English. Bwana Yesu asifiwe sana. Mutikathe kagerere ona kiu nderagia ni Ngai. Mimi sikuwa mzuri kwa shule, lakini nilikuwa nakuja na bawa. Nilikuwa nasomea huko nje, lakini ikifika siku ya examination nikikaraia karatasi nitawashida nyinyi wote mmekuwa kwa kirasi. Hello. Sasa hapo ndio maneno yangu ilikuwa inashangaza walimu. Nilikuwaga kirasi hapana. Jina yangu unaonanga kwa kitambulisho, wale wako na kitambulisho yangu nimeandikwa jina mwisho Noriega. Noriega ni mfalme alikuwa kule Panama, president wa Panama, anaitwa Antonio Emmanuel Noriega. Alikuwa mlanguzi wa madawa ya kulevya. Na mimi shule yetu nilikuwa mlanguzi wa kila kitu, madawa za kulevya, bangi, sigara, mimi ndio nilikuwa na usaga. Sasa hiyo watoto wote walikuwa wananijua kama nani? Antonio Emmanuel Noriega. Sasa wakati vitambulisho tulikuwa tunapatiwa vitambulisho, sisi watu wa vitambulisho walikuja shule. Na kwa sababu mimi nilikuwa nimeenda kutafuta marufuku zangu, waliulizwa majina yake ni gani. Wakasema naitwa Hezekia, na hiyo nyingine naitwa Aregi, na hiyo ya tatu wakashindwa, wakasema andika Noriega. Na ikakuwa hivyo. Na mimi nikiinterpret na Kikuyu inakujaga Hezekia Waruige Noriega. Bwana Yesu asifiwe sana. Gotire leta kolia mwana. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is how you find you are getting into names because of your character. You are getting into names, into areas that will bind you. Until I sacrificed for that name Noriega, I was a narcotic man. I was a man who was mtu mubaya Kenya hii. Nimezunguka Kenya hii, nimefanya kila kitu. Bangi nimeuza, changani nimeuza, hakuna kitu sijauza. Bata hizo madawa nimeuza. Bwana Yesu asifiwe sana. Because of the name, it took me there. Mnanielewa? Lakini nayo jina Waruige nayo ikanipeleka kwa guka, kwa maumau. Hello. Nao jina Hezekia ndio imekuwa ikihangi ikinishikilia. Maana yule alinipatia jina pia si mtu wetu, ni Mjaruo fulani, daktari wa Kapulong Hospital. Ndio alinipatia jina. Alikuwa anaitwa Hezekia Ogunyo. Naye akaambia mama yangu, kwa sababu venye nimeangalia huyu mtoto ni mtoto ambaye ako na kitu ambayo si nomo, na watu wote wametoroka. Maana nilikuja na mguu na tumeno, na afu nikakuja nilikuwa mweusi tititi. Manasi wote wakatoroka, ilibidi daktari mkubwa akuje. Na huyo daktari mkubwa ni father na ni daktari. Ndio akasema huyu mtoto tumupatie jina nani? Hezekia, kutoka kwa Bible. Hezekia alikuwa mfalme na alikuwa nini? Munabii. Nikapata kumbe hiyo jina ndio imekuwa ikinishikilia. Nikienda kuchomeka inakuja inaogea. Nikienda kuchomeka inakuja inaogea. Inasema this is a prophet of God. Bwana Yesu asifiwe sana. So go and check your names also, whether they are helping you, because there are names that are killing you. And kama hiyo ya Noriega ilinipeleka kwa mihadarati. Bwana Yesu asifiwe sana. Waruige ilinipeleka kwa maumau. Hezekia ikanitetea. So is your name defending you? Is your name fighting for you? Kontai sijini kontai kontoromozaya. So you need but to sacrifice. When I knew, wakati nilijua jina hiyo Noriega ndio imeniletea shida mingi, I did a sacrifice.
Kama vile Jebesu alienda kwa Mungu akaambia Mungu, hii jina imenikataa, hii jina si mzuri, akatoa dhabihu, hii jina ikabadilishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Name has a power. That is why Mzungu gave us a name, so that he can connect us. We are connected to the Christianity through the Christian names, not through our tradition names. Bwana Yesu asifiwe sana. So that's where, for how long will you mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? That them, they don't know this man was rejected. Them, they think this man is still intact. Them, they think this man is still a blessing. Them, they think this man is a king. Them, they still think this man is there. Until when Abraham gave up his wife na akapatiana bibi yake kwa king, ile neno ambayo aliabiriwa kule kwa mlima, baraka yake, the father of the nation, that your enemies will not triumph over you, hiyo kitu alifanya pule ndio ilimtetea. Mudhamaki akaenda kuchukua gari kwa sababu ni mama alikuwa mrembo, mama alikuwa beautiful sana. Nasikia hata Isaac alikuwa na mama beautiful. Hiyo watu walikuwa na hiyo problem ya kukuwa na mama beautiful. Si unaona mpaka Juda na yeye alikuwa na mama beautiful. Na ukipanda upate Daudi na yeye alikuwa na mama beautiful. Jacob alikuwa na mama beautiful. Hata Yesu yule mama alimkuta kwa mto, si alikuwa mama beautiful. Yani kuna ka-challenge kanafuataga mtu, na ka-challenge hako ka kitu kanakufuataga kupitia kwa unyonge wa familia yenu, kwa unyonge wa damu ya familia yenu. Maana damu ya familia iko na unyonge fulani, na huo kama sasa mimi kule nimetoka, unyonge wetu ni nyinyi. Siji mama mmenielewa? Ndio naonaga ninapendwa. Kuna mtu hapa anipedi? Si mnanipenda? Upendo wa Yesu. Kunyoke yetu ni happy, ni hako karaini. Ukiunderstand, you do a sacrifice to disconnect hiyo unyoge ya kwenu. Hata Yesu, tunaona wamama wanampenda sana. Wamama walimpenda sana. Na wamama ndio hata walienda kwa kaburi kuangalia. Wanaume hakuna mwanaume alienda. Kama kuna mwanaume alienda? Hakuna, ni wamama. Na wote walikuwa wanampenda. Baka akirudi kwa Lazaro, na jana alikuwa amefukuzwa huko kwa Lazaro, si alirudi kwa sababu ya mama anaitwa Martha. Kufika huko hakuongea na watu wengine, alita Martha eko atekoro ali huko tathiko inyari ndakira akwire akimuria mumu igeteko. We daragia reciria yake haikuwa na mtu amekufa, maakili yake alikuwa anasema mumu igeteko, kwa sababu hapa alikuwa na urafiki na Martha. Bwana Yesu asifiwe sana. There is a relation between Jesus and the mother. So out of the relationship of Jesus and the mother, ambaye ilikuwa strong in faith, alikuja huko na kafufua mtu. The relationship, it is so powerful. What kind of people do you have? Are they people that can sacrifice their life for you? Huyu jamaa alikuwa amefukuzwa. Yesu alikuwa amefukuzwa kama last week. Huko ndio alikuwa ametolewa bio. Lakini aliposikia Lazaro amekufa, Lazaro alikuwa brother ya mama rafiki yake anaitwa Martha, ilibidi arudi. Those are the kind of people you need in your life, not the mediocres. People you call wanaanza kukwambia onadakoro daigirandege ni hiko daddy za, na hata kwao hata kuna mtu ambaye ameshaikaribia hata ndege kukaribia kupita karibu na shamba yao, hakuna. Lakini sasa anakudanganya because ameona mzigo ambaye imekulalia ni mzigo kubwa sana. There are people who tell you hata nimeingia kwa gari saa hii, akisikia ile shida uko nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. These people continued crying. Wakati Abrahamu alipatiana hiyo mwanamke, alipatiana not because he wanted to give, but because he was carrying a baggage. Inaitwa nani? Ruth. And Ruth was part of the rejected family in the life of Abraham. There are people in your family who are rejected in your life. There are people who are in your family who does not deserve any space in your life, any time of your worthy time in your life. There are people you must say no today and say you out. Hata hicho kimwanaume kinakusubua, hata hicho kimwanamke kinakusubua, say no. Ukiona hii ni disaster, say no, break it, raise a sacrifice and tell God, I disconnect myself from this kind of life. Nimekataa, this is not my life. Mimi si kuolewa nikule shida hii. Mimi si kuoa nipate hii shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi si kuenda kwa hii kampani nipate hii shida. Mimi si kuwa kanisa kama hii niwe na face this kind of challenges. No.
You must say no. Jabesi wakati jina yake ilimletea shida, alienda kwa Mungu na akamwambia, Papa, letwa lina ruo niondole. Na akatoa dhabihu, akajitenganisha, akajiondoa. Angalia aibu ya mwanaume kupatiana bibi yake, of all things akapatiana, not because alikuwa weak, but because of this kamujamaa. Mpaka wakati alisema no, enough is enough. Young boy, get out of my life. There are things that will come. God will come until when you say enough is enough. There are things God will not just come until you say it, until you pronounce. The same thing happened to Isaac, his son. Ilifanyika the same. Abimeleku. Chokia mundu uyu waja tondu niki utunegerire mukawene. Yani utuhebaka muthamaki akakuja. We urenda guturagithia niki? Why is the cause mpaka anataka kupigisha watu wa kule nje? Kwa sababu alibeba kijana mwenye kwao kuna ivito. Maana nyumba ya baba ya Abraham alikuwa anaitwa nani? Tera. Sasa baba ya Abraham alikuwa the owner ya vidito zote ambazo zilikuwa zinatawala. So una familia mzima apart from Abraham, wengine wote walikuwa na vidito. So God chose one person in family. God can choose you. God will choose you. One in a family that is full of witchcraft. It doesn't matter whether you come from a family that is full of witchcraft. It doesn't matter. Don't worry. God will still choose you, magnify you, clean you, cleanse you, make you a king, make you a deliverer of the entire family. More, God will raise you as a Moses of your family, and you will be able to conquer them. Will you sing, I have rejected him from reigning over Israel? Fill your horn with oil and go. I am sending you to the house of Jesse, the Bethlehemite, for I have provided for myself a king among his sons. You see now, God is still defending his people. God is still doing something for his people. He is saying that I have given myself a king in the family of Jesse. I have given. Jesse saying, I have provided for myself. Who is saying? God is saying, God has provided. Is he going to use you to provide for himself what he wants? Bwana Yesu asifiwe sana. He's going to use you as a vessel that will change the society. He's going to use you as a vessel. He has said, I have chosen for myself. It is not for the people. For myself, I have chosen. You have been chosen. Don't stop crying. Stop crying. There is a vessel. There is a seed that has been chosen. There is a seed that is operating. There is a seed that is gonna remove you from the challenges you are facing. That is a seed of God. In you, in your life, there is a seed of God. Bego ya gai, iminakate. Bego ya gai diumaga na bego ya gai dekagatia. So don't expect koma ugono ulemera. Na don't expect kohoha ona kwadaliwa. So irrespective of what you are going through, there is success. Irrespective of what they have said about you, there is something that is happening in your life. Irrespective of who is against you, there is something new in your life. Irrespective of the challenges, there is God into your life. You will not make it, you will not lose it. You are still going to make it. God will never allow his work to die with the death or the failure of a man. God will never allow his work to die. It doesn't matter how they say about you. It doesn't matter. Whatever that God has put into you, it will shine. And God will not allow you to die. If God has given you an opportunity to prevail, to sail through, to become, God will still make you. He will provide every reason for you to be alive. He will provide every reason for you to succeed. He will provide every reason for you to conquer. He will provide every reason for you to stand up, irrespective of what they say about you. Irrespective. Hata kama wamekukataa, hata kama wamesema hatukutaki, utatakika. Bwana Yesu asifiwe sana. Onoko maro na makona ke gwikegera nyoba. Bado atakuhitaji. God will cause a solution in you that they need, and they will come and say,
we toka tutaidie unakuta kumbe ni wewe, you have the solution, and you go, you solve it, just 1 minute, 1 word, and everything inakuwa solved. And from there kila mtu nakuta nasema na not ugete huyo no raktuhe aje ama huduma. So don't die ukishika hivi, don't die. Don't even lock yourself in a house. Don't even lock yourself or run away from other people. Just be where, position yourself for God to utilize what he has put in you. You are a seed of God. We bego ya Ngai na bego ya Ngai ndiomaga na bego ya Ngai ndihohaga. Whatever the situation it is, how difficult it is, bego ya Ngai ndihohaga. People will still come for you. God chooses his own. God has never chosen from other that not belong to him. God chooses from his own. So God has his own people. Bwana Yesu asifiwe sana. God has his own people, and you are people that God owns. Bwana Yesu asifiwe sana. You are one of the people that God owns. Therefore God will choose amongst you, in you. In fact, it is you who is going to be chosen, because you are the owner. You are being owned by God. It doesn't matter what they say about you. It doesn't matter what they said you. Maybe they said you are a witch. Maana kuna watu wengine wanakaaga mahali wanaonekana kama ni warogi, wanaonekana kama they are worthless, they are not important in the soul, but heaven it recognizes you. Bingu inakujua, na bingu inajua ya kwamba wewe ni mtu ambaye ni tajika, ni mtu ambaye ako na baraka. God will show the direction and what to do in everything you do. Don't worry about the difficulties, don't worry about the challenges. God will come and he will show the direction. Unaweza kuwa kwenye giza, umefika giza limekuwa totoro, everything has not worked, everything has refused to work, nobody is there to help you. There is no that good, that hand, hiyo wokoko, that voice that unataka tu mpaka unatokanga tu unaenda kutembea usikie another voice, usikie tu neno, usikie tu kitu ambacho kinaweza kukuzungumzia. I want to tell you that God will cause, or God will show the direction. Don't worry. You might be in the darkness. The road has come to an end. Everything has come to an end. God will show a direction. Say my direction. God will show a direction and what to do. God will show a direction and what to do. It is not in vain. Whatever you are doing, it is not in vain. Just proceed. Continue fighting, continue pushing. God will come. God will not create a way where there is no way if you are at home. God will create a way because umefika mahali unahitaji barabara. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hawezi kutengeneza barabara ukiwa kwa bedroom yako. Mungu hawezi kutengeneza barabara ukiwa kwa geshagi yenu. God will create a way because you umefika mwisho. Katika kufika mwisho Mungu atakufungulia barabara. He will create a well of water because you need the water. He will not create a well of water ukiwa kwa geshagi, ukiwa kwa nyumba yako, ukiwa umelala unangojea kuota doto ndio uone direction. God will create a well because umejikuta kwenye desert na umejikuta uko na kiu. Sasa hapo Mungu anamuuliza gwekate, anakuambia geuka kidogo. Ukigeuka kidogo unapata kizima cha maji. He will create a well because umefika hapo. God will never create a well ukiwa kwa bedroom. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore those are things that you need to understand, because God has a deed. Number 4, as you do the work of God, offer sacrifices. As you are doing the work of God, continue offering sacrifices. Do not stop. Usitoe sacrifice siku moja na uachane useme ulitoa ndirarutire igogona. Hapana. Continue sustaining with sacrifices. Sacrifices ni kujitolea kwa mwili wako kukuja hapa. It's a sacrifice. Coming to church, coming to listen what you are doing is still a sacrifice. Giving you whatever God has given you, it is a sacrifice. Continue giving a sacrifice. Do not hate, do not stop. Continue pushing your faith with sacrifices. Continue pushing your desires with the sacrifices. You are going to make it. You are going to be successful. You are going to win this battle. It is the sacrifice that will continue sustaining or servicing the altar that is engineering your direction. Bwana Yesu asifiwe sana. Usikue kama watu wa keyboard na watu wa vyombo ambao wamesemanga wamejitoa they themselves, they are a sacrifice. When verse number tuendelee. Verse number 3. And Samuel said, how can I go?
If Saul hears it is his will, he will kill me. If Saul hears, he will kill me. So that's what we are saying. God will show the direction. Then God tells him, take a heifer with you and say, I have come to sacrifice. So there is a heifer and there is a sacrifice, because he could have taken a heifer without making it a sacrifice. He tells him, take a heifer and go tell them, I have come to me to sacrifice. So this sacrifice, it is that is very important, because it is connecting Samuel and the incoming leader, the incoming king. Bwana Yesu asifiwe sana. That sacrifice, that is what God is telling him. Carry a heifer. A heifer is a dume. Is it a female? Is a male or a female? A heifer. Heifer. Can you check on the dictionary, please? A heifer. Huh? Young male. Able to somewhere to somebody told me otherwise. Oh, is it my head that is cockroached? Hello. A heifer. A heifer is a brown. Any young female domestic, that is a heifer, that has not produced an offspring. It's a female, not a male. Are you getting me? It is a female, not a male. Itashiarete. Soma tena. Is a cow that has not born a calf, or has born only one calf. Is a female. It is a female. Check on your dictionary. It is a female. It was a special offering that was offered for kingly anointing in the Jew community. Bwana Yesu asifiwe sana. So a heifer was deliberately brought by God, because for the anointing to take place, there must be a sacrifice. And this sacrifice must come from what it is very special in their society, in the Jew community. And what that was very special in the Jew community, it was what? It was a heifer. A heifer is regarded highly in the Jew community. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore, in verse 3, I have come to sacrifice to the Lord. Verse 3, please. Then invite Jesse to the sacrifice, and I will show you what you shall do. You shall anoint me for me, the one I name to you. So it is not a prerogative of the family or the person to anoint. It is not. It is not the prerogative of the father, nor even Samuel does not understand, does not know who is going to be anointed. He say, I will going. Then invite Jesse to the sacrifice. Jesse is the father who is supposed to be there just to be a witness. And then do a sacrifice as the father witnesses. Then I will show you, I will show you. God will show you the direction. God will show you what is next for you. God will show you the power, the anointing, who is being anointed. That man, that woman to marry, that one. So don't go choosing for yourself. Just wait for God. He's going to do it. If you are not married, just wait. God is doing something in your life. If you don't have a wife, just don't go jump or just be there. Just sit somewhere, sit down and see the deliverance. Just go in a position yourself. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Wadada wale wajaolewa, just position yourself. Just don't go looking for that man. Just put yourself where you can be seen, because God will allow that man who is your rib, he will be passing by and he will choose you. Bwana Yesu asifiwe sana. There will be a very good connection. Na mimi sisi wanaume na sisi wanaume wale waja wana watu inua mkono. Hallelujah. Wanaume wale hatuna mtu na sisi position, dress properly, kama mahali tebea usikuwe stagnated. Watakuja ati God will do a miracle. Tebea isiako lile washo mogoda kerema. Tebea utakutana na mrembo anakuja na mtasamia hai na utasikia, when I saw you my heart quipped. Mystery.
Wakati nilikuona tu roho ilifanya tu nikajua haiti sasa hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Waikara hau ikara ile hata ikara hau hamami wanyu. Gutike muduro megego kanoga noga ya moka gutua mahuti kwanyu. Umena wewe abe utokee na hau hivyo kaliwe. Utaonekana tu vizuri. Na utapata mtu. Baba yangu alipata bibi. Mama yangu alikuwa ametumwa Kisiagi. Aende Kisiagi. Na siku hiyo Kisiagi ilikuwa kabali, wanaenda asubuhi watakuja jioni. Mama ya baba yangu naye ni yule mangali alikuwa anapiga biroli. Akaona mama anakuja, akamwambia sasa kutoka leo. Walikuwa najuana wakipita pita, lakini baba yangu akamake decision, akawashiga na nishiga. Akabeba uga, akabia mama yangu tuende kwa nyumba tupumzike kidogo. Mama kuingia huko mpaka wa leo hajawahi toka huko. Baka wa leo uga, wakati baba yangu alienda kurashia kitu ya kwanza alitishwa lete uga. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama yangu alikuwa anafanya nini? Anafanya operation ya kufanya kazi. Naye baba yangu alikuwa anahang somewhere. Akakuwa located. Kitu ikafanyika. Watu wakaigiana. Watu raha unyoba we hakaga maguta magokama. Despite the challenges of life, God still reigns. Despite what? The challenges of life. God still does what? He reigns. God is God. Gayariogeteine. Mungu ni Mungu. Wacheni Mungu. Aitwe Mungu. Wacheni Mungu. Aitwe Mungu. Funga hiyo dirisha. Funga kabisa. Simama ufuge mami. Wewe ni mdogo. Sasa tutajua tuko kumenyerako. Na nijue ni ureda modo. Karuga mado magako na makona heka ile tukau. Nona kena hakiri nigeciria kahiga. Yoge kigena modo wa kuhigagira dirisha. Yes. Inaweza kuwa ndio hiyo kitu ndio quality hiyo ilikuwa inatakikana. Wewe kwa tiki. Sio piga makofi. Bwana asifiwe sana. Despite the challenges of life, God still, but he will give you. Verse 4. Tusome verse 4. So Samuel did what the Lord said and went to Bethlehem, and the elders of the town trembled at his coming, and they said, "Do you come peacefully?" Tonimamenyaga uyu ni muke ni dukata ya Ngai. Na ukiona dukata ya Ngai yokete itora rito, kuna maneno ndio walimuuliza, "Woka na thayo?" "I come in peace." Bwana Yesu asifiwe sana. Twende verse 5 please quickly. And he said, "Peaceably I have come to sacrifice to the Lord. Sanctify yourself." So there is this. You must be able to sanctify yourself. Are you clean before you come to seek for the favor of God? Before you come to seek God to be a blessing to you, are you clean? Umekuwa mtu wa tabia baya. Umekuwa mtu wa vituko hapa na pale. What kind of a person are you? Bwana Yesu asifiwe sana. Akamwambia, sanctify yourself and come with me to the sacrifice. Then he consecrated Jesse and his son and invited them to the sacrifice. Aliwachukua Jesse na watoto wake and consecrated them. What's the meaning of consecration? Can you read for us? Read the dictionary. Naona watu mnasemanga vitu lakini si hivyo viko. Uko na dictionary wewe? Nani yako na dictionary? Soma haraka. Consecration. Yeah? Ordain to a certain office. So he removed them. He removed what? And these things I'm seeing them. I normally see them with the Gekoyo. Watu wa Gekoyo are the Jerry guy. Because ni marikedo getagwa ira. Nani wangapi wanajua ira ni nini? Ira ni kitu ya white powder inatokanga kwa mlima Mount Kenya pale. Ukienda kwa hawa wazee utakuta watakupaka. Before they do anything watakupaka. Kumaanisha wanakukonsecrate. They ordain you for a particular purpose. So when Samuel there he ordained Jesse and his sons, consecrated them, wakawa prepare for a special occasion. So you must be prepared for a special occasion. When you come for the deliverance ya kuvunja madhabahu, prepare yourself first for this occasion. Prepare, cleanse yourself, consecrate yourself, be ready. Ukue a vessel ready to be used, a vessel ready to be delivered, a vessel ready to be turned to become that child of God.
or to succeed in that move. Then he consecrated Jesse and his son and invited them to the sacrifice. Before he was in their house, consecrated them, then he invited them. So where you are doing the consecration, it is not the same place where you are doing what? The sacrifices. Bwana Yesu asifiwe sana. That's what we're saying, that despite the challenges of life, God still reigns. But to number 6, to finish katika number 6, yes, verse 6. So it was so when they came that looked at Eliab and they said, surely the Lord anointed is before him. It is Jesse. Akasema, the Lord's anointed, ndio huyu. Then verse 7. But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance. So it is not about the appearance. It is not about how does this person look like. It is not about the personality. The personalities will not take you anywhere. But the Lord said to Samuel, do not look at the appearance or at his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see as a man sees. For the man looks at the outward appearance, but God looks at inside. How is your heart? That is the most important thing that God is looking at. How is your heart? Ngoro yaku ihana atia? Nigetha wirirerie gutuika muhunjia ri, nigetha wirirerie gutuika muhikie uhikio ri, nigetha wirirerie gutuika muthuri wa guikaraga na mutumia ri, nigetha wirirerie maundu maria urerireria ri. How it is your heart? Because you are seeking it from God. You want God to help you. You want God to be a blessing to you. Are you blessable? We mundu akurathimika. Can God really find a room in your heart? Can God really find that space to come into your life? What kind of a human being are you? What kind of attitudes you have towards mankind? What kind, you are given a responsibility to be this church, to become the chairman of the church. What kind of a man are you able? Are you able to have a heart, a listening heart? God has given you a responsibility to become a pastor in this church. Are you able? What kind of people are brought here? Ni watu wa aina gani wanaletangwa kwa kanisa hii? Angalia sasa kanisa hii ni wazee wa miaka 100. Alafu wewe unataka kanisa ndio upate pesa mingi, upate pesa ya kununua kigari kizuri. Unatafuta kanisa ndio uwekwe na washirika watatoa, na wale wanakuja ni watu wa kuitisha wote. How will you do it? You are expecting God to be a blessing to you. Ile kitu ya kwanza alituletea watu gani? Wazee. Wanakuja hapa mpaka unashangaa ruwa ya othe maigi akamagi ukogwo theri kasakadaka karia kadutokani ni matiage kuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Because wanachukua yote. Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalia kama ni mchungaji mwenye ni wa kutafuta pesa. Mungekuwa hapa wase? Hapana, ningekishwa nikata ndio nitafute watu wale ambao watalete pesa. Lakini God is looking, is testing. Anataka kunibariki. Anataka kunipatia billions of money because I'm going to get billions of money. Bwana Yesu asifiwe sana. Anataka kunipatia chopa because nitapita nayo hapa. Anataka kunipatia shamba kubwa. Anataka kunipatia authority ya nchi hii kwa njia kubwa. Sasa anaangalia atakuletea watu wako na chawa. Kuna siku aliniletea wazee hapa. Hizi viti zote zikajaa kuguni. Hizi zote. Unakaa tu chini unaona kuguni na taba hapa hivyo. Sasa hiyo akina Agnes kutoka kwa serikali ndio walikuwa wamekuja. Warembo kama hadi walikuwa wamekuja, watu wa biashara wanavaaga maguo musuri. Unaona Agnes amekuvambia kasuti kutoka chini mpaka kajuu ni ka white. Alafu kakiwa sasa kakipada kamekaa hivi, amesimama hivi, unaona gogoni ekiabata ogu. Na utododo reda amenyo gathio kamugeithia kamera Bwana asifiwe. Habari na ikago kako ni kasuri. Kumbe ni kukuni unatoa isiende kwa mwili isiume. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa imagine Sunday utaita wazee kwa kuja? Utawaita? Hapana, ukiwa ni mtu wa kawaida hauwezi. Lakini Mungu anakuambia those are my people. Si hata kuguni ni za Mungu. They worship God. And wewe kama unachijaga kuku na kula na hizi kinyonya damu na cha damu ndio chakula yake, why will you be offended? Tukitwaria ma, why will you be offended? Tonuriaga ng'ombe korogwo itweto mute iguru nditinkindo giko gikwete, halafu hiyo silikufa silisikia uchungu. Na wewe sasa Mungu amesema donate some food to this animal that I have created. Why will you feel bad?
Bwana asifiwe sana. So God knows how to balance it. So Jesse called Abinadab and made him pass before Samuel. And he said, neither has the Lord chosen this one. Hello. Neither has God chosen this one. So it is not about the outlook. It is not about the outwards of you. It is about the inwards of you. What kind of a person are you? What kind? Ni wewe ni mtu aina gani? Then Jesse called Shammah. Shammah passed by and he said, neither has the Lord chosen this one. Baka Shammah, na ndivyo mashama wanatusubuaga huko. Hata Shammah na yeye pia akakatalika. Because God has a thing. There is a way God looks at things. There is a way God looks. God has a way of looking at things. Amusha yo mama amatoke. Mwete. Amuka ama utoke. Bwana Yesu asifiwe sana. There is a way God looks at it. So thus Jesse made 7 of his sons pass before Samuel. And Samuel said to Jesse, the Lord has not chosen of this. Because Jesse was looking at the capacity, at the physicality of the person. He was looking at how they are beautiful or they are handsome gentlemen, and he was looking at the integrity, personality, and everything. That is what people look at you. That is what people look at other people. That's what people say about you. They are looking at your personality, but they don't know how great you are in your heart. They don't know how special you are in their heart. That is what God is looking at. He is not looking at what kind, where umesoma kiwango gani, you are a degree, you are a professor. Yes, you are, but you don't qualify to serve in the kingdom. And somebody said to Jesse, are all young men here? Then he said, there remain yet the youngest, and there he is keeping the sheep. And Samuel said to Jesse, send and bring him, for we will not sit down till he comes. That is the word. We will not sit down till you are blessed. Still God is standing. God and the angels and the power of the heavenly kingdom is still up and standing until you come out of the hook, until you come out of the challenges you are in, until the truth, the what God wants to bless is come. Is here for you to be blessed. They will not sit down. God is never going to relent. God is going to stand up and wait for you so that you can be a blessed man. Bwana Yesu asifiwe sana. So God will never get tired of you. God will not get tired of what he has decided. He has said it is you. So he is not going to get tired. He is going to wait until that time you are going to be blessed. So he sent and brought him in. Now he was Rudy. Can someone give me the name Rudy? Because nimeona interpretation yenu inakuanga na shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Rudy. Having a healthy red color. Listen here. All other 7 gentlemen, health yao haikuguzwa. Bwana Yesu asifiwe sana. They may huge, they may looking handsome men, but their healthy was not touched. God is also worried about your healthy. God is also worried about you, inside you. Are you healthy? This man was healthy and in red color. He was a smart man. He was a man, a beautiful man, a handsome man. Oh, I want to tell you, this man was Rudy with a bright eyes. Wow. You see, there are signs that you are able to detect the man of God. There are signs that you need to look at a person. Na unajua huyu mtu amebarikiwa. This man was Rudy with bright eyes and good looking. If you are anointed by God, you must be Rudy. Good looking, and your eyes are glittering, are bright. Sio macho ingine inakaaga hivi, ukiona mtu akikuangalia unaona ni kama yako kwenye doto. Hapana, ni macho inakuangalia hivi baka unaona this is a man of God. Hata ukiangalia mtu unaona kweli there is the power of God from these eyes. Bwana Yesu asifiwe sana. Because through the eye there is communication of the power. The anointing of God mostly inapitaga kufanya nini? Kupitia kwa macho na pia kupitia kwa tubo. Ndio unaona sometimes nakwambia kashika tubo yako, because the Holy Spirit anakaaga kwa tubo. Na kupitia kwa macho there is a transfer of power.
Na ndio kunaka nakwambia niangalie kwa macho yako. Nikikuangalia hivi unaona moto imewaka, na moto ikiwaka unaona kitu imefanyika. Bwana Yesu acha kuniangalia. So with the bright eyes and good looking, and this see this guy, he was good looking, man. Good looking, just like you. And the Lord said, arise and anoint him, for this is the one. Hallelujah. Arise and anoint him, for this is the one. Oh my God, will you be chosen as that one? When the favor and the anointing of God is over you, you look different. Oh, you look completely different. You don't look like the way they look at you. No, for them they know you don't have anything. For them they know you are just a poor man. For them they know you are just a poor woman. But there is something fresh, something powerful, something good that God has put into you. You are special. Tell your neighbor, I'm special. Tell your neighbor, I am special. And in verse, then Samuel took the horn of the oil and anointed him in the midst of the brothers, and the Spirit of the Lord came upon. Immediately there is a heavenly connection. There is a Spirit of God. Immediately, see here what would happen. And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel arose and went to Ramah. 14. Kazi imemalizika. So there are people who will be stagnated because ulinimwagilia mafuta, unanikwamililia hapa. Kazi yako iliisha. Wakati ulinimwagilia mafuta, when you brought that message ya kunianoint na ukasema Mungu amekubariki, you are going to be, kazi imefanya nini? Tafuta kazi nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Don't kuamililia huyo mtu. Huyo mtu eti kwa sababu alikuwa baraka kwako, alikupatia pesa ambayo ulianza nayo kazi. Huyo mtu kwa sababu alikumumunya, alifanya mavitu mpaka ukajielewa maisha yako. Usimkuamililie, labda hiyo ndiyo ilikuwa ignition key. Ukiweka ignition key, gari ikigurumuka, kifunguo ndio inaendesha gari? Hapana. Ni na engine ndio inaendelea. So there's build that capacity. Build the capacity of you becoming the specific vessel that God wanted to use. But the Spirit of the Lord departed. I want you to hear here now. The Spirit of the Lord departed from who? And distressing spirit from the Lord troubled him. So as David was anointed, the spirit that was in Saul, that belonged to God, departed and went to who? To David. And this man, immediately he detected something wrong has happened in my life. Bwana Yesu asifiwe sana. So you are able to know when you are not with God. You are able to know when God is not working with you. You are able to know when things are not right in your life. The Spirit just got out. Kama kuna challenges unapitia, umepata na rejection, vitu zako haziendi venye you are supposed to go, there is a problem in you. Wewe uko na problem. Kuna kakitu umefanya. Because why did God reject this man? He rejected this man because he misbehaved. He never conducted himself according how God wanted him to go. So when you are not doing according to the will of God, when you are in a place and you want to cause some chaos, you want to force things to work, God does not work that way. Mungu hafanyangi kazi na vitisho. Mungu hafanyangi kazi na kulazimishwa. Mungu hafanyangi kazi na njia zako. Anafanya kazi na njia zake. Na katika njia za Mungu milango hufunguka na milango hufungwa. Bwana Yesu asifiwe sana. It doesn't matter who you are, what you are, or what you think you might be. What matters is when God decides to lock your house, to lock your door, atafunga na afungue mlango mwingine na maisha itaendelea. Na ukiendelea kung'ang'ana atakuua. So jiangalie, jiulize, ni nini bado unabeba? Ni manyoka gani hii bado uko nayo kwa maisha yako? Ni machura gani hizi bado uko nazo kwa maisha yako? What kind of witchcraft is following you? Are you in partnership with it? Because unaweza kuona hapa unakaa kanisani, lakini kwenu ni kwa wachawi, na bado you are with the people at home. Yes, you are in church, but kuna vitu mna coordinate. Unakuta nyoka zinakufuata mahali popote unaenda. Machura zinakufuata, mashida, mamikosi, mavitu zinakufuata because kuna kitu bado hujawacha.
And that is why God has rejected you. And then, but the Spirit of the Lord departed from Saul, and a distressing spirit from the Lord troubled him. A distressing, kuna distressing, what? Spirit from who? Which troubled him. What is troubling you? Is it God who has released his distressing spirit? Ni Mungu amewachilia fire yake. Ni Mungu ameachilia moto. Ndio kwa maana you are being distressed. And Saul's servant said to him, surely a distressing spirit from God is troubling you. Hata watu wako karibu na wewe watajua kuna kitu kibaya kimefanyika na wewe. Wafanyikazi wake wote, the servants, wakamwambia surely kuna katatizo kutoka biguni kwa maisha yako. Something wrong is happening. Why? Because amechotwa mafuta, imewekewa ule mjamaa, akawachua tu mafuta tu kusurvive. Ile siku ule mjamaa ataendelea kutrainiwa 15 years. Aliachua tu mafuta tu 15 years tu kuendelea kusurvive. Saul alikana tu mafuta tu ngapi? Tu 15 years. Ndio ile ingine ikaenda upande ule mwingine kwa David, aendelea kuinuliwa na wewe uendelee kushuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo, when you are in this place, you are in a sanctuary like this one, you are in a business, you are in a company employed, or wherever you employed, kuna kitu inaitangwa alternation. You may think you are the only person that God has chosen. Kumbe kuna substitution inafanyika. Wewe utaendelea, utabaki tu hapa ukitembea, kumbe wewe ni debe tupu. God is doing something. Kuna kitu anafanya. Na katika kufanya hiyo kitu, kumbe anaendelea kuinua mtazamaki, na wewe unaendelea kunini? Kuteremshwa. Utateremshwa mpaka uishe. Let our masters now command your servant who are before you to seek out a man who is skillful player on the sharp, and it shall be that he will play it with his hand when the distressing spirit from God is upon you, and you shall be well. You see now how God, he is crafty. God is very crafty. He caused a distressing spirit so that he can connect the anointing one, the incoming and the outgoing. They met, but they never, hakuna mtu alijua. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana wakati Daudi alimwagiliwa mafuta, hakuambiwa ni ya nini. Hello, hakuambiwa utakuwa mfalme. Lakini sasa God is very crafty in your life. He will cause you to meet that king. Na mtakutana. Na itakuwa sasa, wewe utakuwa, you are the incoming, na yeye is outgoing. But nobody will know. Him that is outgoing hatajua, na wewe that is incoming hautajua. Because God has a way of doing his things. Bwana Yesu asifiwe sana. I want to declare and decree to you today that whatever that was distressing you, it is outgoing. Inaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Whoever that has been a challenge in your life is being removed from you. Whatever, whether it is a spirit or an altar operating in your life, imeondoka katika jina la Yesu Kristo. So Saul said to his servant, provide me now a man who can pray well and bring him to me. Kumbe Mungu anajua kubariki. He is very crafty. Katika hiyo maneno yote, kuna kipawa alipatia Daudi, ambayo Daudi hakuwa anajua. This is what will cause him kwenda kwa mthamaki. Akiwa kwa utoto yake, alikuwa anapiga kinumbi. Alikuwa anacheza kinumbi. Uko na kipawa Mungu ameweka ndani yako, na hicho kipawa ndio kitakusaidia to move to the next level. You have a gift. You have something that God has reserved for you. A vehicle that will link you to where you need to be. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua unaweza kuolewa na bwana, mkae na bwana na kamsae, lakini si bwana yako. Bwana Yesu asifiwe sana. And somebody is praying. Somebody ako kwa Harrison Nganga akiomba, na ameambiwa na Harrison Nganga, toa dhabihu, Mungu bwana yako atafutwe. Hello. Bwana yako, wakati dhabihu imetolewa, bwana yako kumbe anakuwa Kogoya kule Mombasa, anatafutwa. Na kutafutwa kwake itafanyika nini? Utakuta yule na bibi wameanza kukosana, ama bibi atagojeka akufe, ndio mzee akue siku ukuje mtafutane. It happens. If you can sow a seed, if you can sow a sacrifice to ask God, locate for me my husband, na hata kama ako na wanawake 20, atangolewa kule, ataletwa. Sasa nyinyi wacheni kungangana na mwanaume wa mwingine, na mwanaume huyu mwingine ametolewa seed, ametolewa sacrifice. Wana ngangana hapa.
Ng'ang'ana, mwambie Mungu, and kuja kwa hii madhabahu, toa sacrifice, waambie Mungu, nipatie mume wangu. Utakutana na kimutu kinabebaga hapa Modhurwa, ni kuwa kinabebaga viasi hivi, ulikutana hata kishai kukugoga, kinakuja baka mama toka, kimekugoga baka kikakuhurumia, kikaeka mzigo chini kikakuhurumia, na mkaonana kwa macho, kumbe ilikuwa the time of connection. Alafu sasa unaenda Kenagofu mazishi, mnaenda mnakutana wakati kimefaa saa the best yake, na wewe unamuona na yeye anakuona, unamwangalia tena na yeye anakuangalia, anaambia watu ni mudo mkola ndio natadi mowe, na yeye uko na wewe mama kile kijamaa kidolile kumbe mnafurutana kwa sababu ya ile seed, ya ile bego, ya ile sacrifice ilitoa hapa, imewatafuta, imewalete pamoja. Wacha kunitolea sacrifice hapa, msitoe, toa yako, just wekelea sacrifice, ask God, give me my man, na kila rufaru wako na uondoke, usiende kwa. Kuna watu wamepoteza pesa mingi hapa, ameandika sacrifice na ameandika Waroige is my husband. Wametoa, it is good, ni vizuri, hata wewe nitolee, kanisa itaendelea tu. Tutanunua vitikile 5. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wewe sema nataka roho wako, wekelea hapa, uone mtu atakuwa located ako America, atafurutwa mpaka hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama alikuwa kufa kesho, Mungu atasimamisha hiyo kifo, maana amepatikana mtu wake. Haleluya. Waangalia Daudi kalikuwa kametupwa. Daudi kalikuwa kakuchunga ng'ombe, lakini Mungu alikatoa kwenye kuchunga ng'ombe akakaleta mpaka wapi? Mpaka nyumbani, kakakuwa mfalme. God will alter kila kitu, change everything for the sake of his kingdom, for the sake of the authority, for the sake of ordering his word, because God is a respecter of his promises. If he promised he's gonna give you a husband, kama alipromise atakupatia mwanamke mzuri mlembo, rofaru nyama sia kumahede mamahede ihede ya mahede maku, that will happen. Don't worry, just go look. Na usilete ka sacrifice kadogo, tafuta, kwa sababu kuna wengine bado wamemtolea Bwana Yesu. Kuna wale sasa mashaitani wa kanisa washatoa madhabihu, labda wametoa mingi, na sacrifice ile imetolewa kubwa ndio inafanyanga kazi. Tafuta hata kama 1,000,000 wekelea hapa, ufurute bwana yako na 1 million. Hakuna mtu ataweza. Agirara gioka agorokete, anaigwa dhegi atoka, yani anasikia mpaka kuna watu wanamsugumusia, mpaka anakaa hivi anasikia kwa sababu ile dhabihu imetolewa ni kubwa. Bwana asifiwe sana. Tigana ndo atofepite. Inua kiwango, inua. Solomon ndio apate akili peke yake, alichinja ng'ombe 1,000. Alafu akarudi akajengea Mungu madhabahu, akajenga a temple, akatoa 144 goats and 22,000 ng'ombe. Mjamaa alikuwa anajua kutoa. Mjamaa alikuwa anatoa. Na angalia kila kitu ilifanyika towards his favor. Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Then one of the servants answered and they said, look, I have seen a son of Jesse. Look, I have seen. There is always a connector of your success. There is always a destiny connector in your life. Look for that destiny connector. That destiny connector. Pray God akuconnect. Akuconnect, because there is that destiny connector. I have seen a son. Huyu ni servant, one of the servants. Huyu ni mtu very important. A servant that was placed in your life just to be one day become a connector. That servant. Kama yule walikuwa na Joseph wakiwa jela, akamtabiria, akaachiliwa, akaenda akaajiriwa kule State House. Kisha akasema stenani, kuna mtu jela anajua kutoa, anajua kutafsiri ndoto. Ndio huyu. Another one. A servant answered and said, that servant and said, look, I have seen a son of Jesse, the Bethlehemite, who is skillful in playing, a mighty man of valor, a man of war, prudent in speech, and handsome in person, and the Lord is with him. Jamaa huyu amepatia Saul hint
ya his replacer, lakini hakujua. Alimpatia hint yote. The man anasema a skillful, who is skillful in playing, a mighty man of valor, a man of war, prudent in speech, a handsome person, and the Lord is with him. Every hint has been given. You have the hint of your life. Bwana Yesu asifiwe sana. You have the hint of everything that you need to have. You have the hint of what you are supposed to be. There is somebody that have seen you. There is somebody that have notified you. There is somebody that knows what kind of a person you are. This servant, they had seen him, this man. Anasema, this man is skillful. This man is handsome. This man is with God. This is a man. Yeye anataka mtu akumuibia. Kube kuletwa analetwa. Kama Sauli angejua angekuwa mjaji, angesema msiniletee huyo mtu. Bwana asiwe sana. Asimuletee, but God will cause his ways. I want to assure you tonight that God will cause his ways to bless you. Bwana Yesu asifiwe sana. God will cause people and come and give a CV over your life, and the things will just change. They will be drastic. Remember, kamutu bado kanachunga, but somebody is speaking good about him. Baba yake is not there hata kumutetea. Mandugu zake they are not there kumutetea, but there is somebody somewhere ambaye anamtetea. There is somebody somewhere ambaye alishapatua ufunuo. What kind of a man is that? Kuna watu wako na ufunuo wako. Kuna watu wanajua what you are going to become tomorrow. Kuna mtu mahali amepatiwa ufunuo of what kind of a person you are. Oh, hallelujah. Therefore Saul sent a messenger to Jesse and he said, send me you a son David who is with the sheep. Allah. He didn't ask for a man ambao wako nyumbani, the tall man, the good man, the smart man. He said, osho otoraga na boli niwe dereda. And it is a king asking, modurani uga BBC ya boli, modokomaga kiugo kia boli. But there is a statement, he's a skillful man. He's a handsome man. He's a man that is with God. He's a mighty man of valor. Hallelujah. There is all descriptions. They are there. They are already prepared for you. A statement is written over your life. A statement already imeandikwa kwenye uso wako. Something is happening and a connector is coming. Bwana Yesu asifiwe sana. And Jesse took a donkey loaded with bread, a skin of wine, and a young goat, and sent them by his son David to Saul. Wakati unaenda kwa mdhamaki, uendage tu mikono mitupu. Na ndio nawaambiaga, wacheni kukuja kwa hiyo ofisi yako mikono mitupu. Na hivyo mnang'ang'ananga hapa kupaga laini. Kuna watu wanatokaga huko na laana. Don't come mikono mitupu. Kuja na kakitu. Bwana Yesu, hata kama ni 10 bob, kuja tu na kakitu, ingia. Maana kule kuna laana na kuna baraka. Usifurahiage ukikuja atendeda gukwa naye uke tuhore story. Why magwe kutugo giuri uyu mundu athukia mathaa makwa niki? Inside mimi ni mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ni mtu, I'm a human being. Yes, I'm a human being. I will reason that way. I might not have reasoned about you, but that is a human being. Even if I'm anointed, that is I am. So Jesse alijua huyu ni mtoto ambaye amereject, lakini alifanya nini? So David came. Ngoja rudisha hiyo 20. And Jesse took a donkey. Mtoto hakumwatuma atetonega kureithia, and loaded with bread. And then akafanya nini? Akachukua mchupa ya wine. Hallelujah. Nikikuja kwako niletee mchupa ya wine. Hallelujah. And a young goat. Oh. And what? A young goat. And then he sent them by his son. He sent them by his son. Damutumire moko matheri kwa muthamaki. Kwa muthamaki gutithiagwo moko matheri. Kwa ndungata ya Ngai gutithiagwo moko matheri. Na tondu namenya niki giatuma muthamaki etie mwana waku, ni kwihakanirira wihakanagirira kuri muthamaki. Hallelujah. Ni kwihakanirira wihakanagira kuri ndungata ya Ngai. Ihi yahato kwaria na Ngai o kiugo gituma muturire waku cenji. Umenielewa sasa hapo? Hallelujah. Are you getting me? Ama ni story tu napiga hapo. Najua ni ma story dirahe na ndu mataranyita. Simuseme hallelujah. Simuseme amen. Simupige Yesu makofi. Hivyo tunaenda na encouragement. Ndio hata mimi nasikia neno. Ndio nasikia maneno inatoka mzuri. Leo kuna kitu iko. Sijui ni nini nimefanya Mungu. Kuna kitu kamekuja. Na nataka tutembee na nyinyi hivyo.
Mkiona ninapada unapada na mimi. Usiwache huko kama makaga. Ati wawili gari ni adwere Nyeri adwere alafu anabaki hapo na yeye ni mmoja na wewe umekuja. Si nyinyi ni wawili. Si unamshika mkono mnambia tutikegere todie. Bwana asifiwe sana. And Jesse took a donkey loaded to bread. Huyu inanikamata sana. A skin of wine and a young goat, and he sent them by his son David to Saul. Hakutuma brother. Hakuambia brother mtigedi na wewe. Na hakujua how did the mudhamaki get the contact ya huyu kijana. How did he? Nigetha Ngai akurathimere. Does he need somebody to give the contact? No. God knows your contact. He knows how to trace you. He knows how to know. He understands the challenges you're going through. He understands how people regards you. He understands umefichwa wewe unachunga buzi. God knows David alikuwa anachunga buzi. Hakuwa mtoto ambaye ni msafi. And hata mdhamaki akitumana, alitumana go niletee yule mtoto ambaye anachunga buzi. And Jesse, tuendelee baba. 21. So David came to Saul and stood before him, and he loved him greatly. Wow. And he did what? He loved him. The anointing upon your life will cause people just to admire you. Hallelujah. Will cause just people to love you for nothing. Bako nashindwa. Aya manye deireke. Tode malaiko kuikara hakwe nani. Ige mwilali umume na umume. Neke. You just feel, people feel loving you because the anointing you are carrying, kuna kitu Mungu ameweka ndani yako kinafanya watu tu wakayage karibu na wewe, wanataka tu kukusikiliza. So David came to Saul and stood before him, and he loved him greatly, and he became his armor-bearer. Yani Mungu will cause your enemy who is coming to take over you to become your armor-bearer. Hallelujah. Hey. So the people who are supposed to surrender the power to you, you will work with them. Hallelujah. You will be in the same office with them. You will be the same market with them. You will be doing the same thing with them. God will cause them just to walk with you for training you, for the purposes of lifting you. Maana amefundishwa kuchunga buzi. He's a shepherd. Now akaletwa kukaa afundishwe kama mdhamaki. Naye Musa wakati walienda wakamweka kwa kamuto akufe, nao mtoto wa mdhamaki alikuja akachukua Musa akampeleka kule walikuwa wamepanga kuua watoto, lakini hakuuliwa, na walijua haka ni katoto kawale, na walikaa nako. Akafundishwa jinsi ya kuwa mdhamaki, akafundishwa jinsi ya kujua how bad are these people. Bwana Yesu asifiwe sana. God will cause them to give you opportunities to work with them. God will cause them to give you an opportunity that you've always find walking, eating their food, walking and living with them. They will sponsor you as you take over. Hallelujah. Hapo sisikie, amen. Mumechoka na mimi? Watinoge na mwalimu mwikale. Then Saul sent to Jesse saying, please let David stand before me, for he has found favor in my sight. I want to declare and decree that God will find favor with you. God will favor you. God will give you a way. God will give you successful way. God will command blessing upon your life. Wherever you will go, you will find favor with them. Whatever you will be doing, you will find favor with them. Them that they have neglected you, them that have always said you are bad about anything bad about you, they will find favor. There will be the favor of God. There will be favor of God in your marriage. There will be favor of God in your business. There will be favor of God in your ministry. There will be favor of God in your marriage. There will be favor of God. And so it was when the Spirit from God was upon Saul that David could take a harp and play. It with his hand. Then Saul will become refreshed and well. The distressing spirit will depart from him. Okay. He will cause your enemies to come and sing songs, to come and use their money, to come and use their energy just to build you, to make you that vessel that God wants to use, to make you that authority that God wants to use. There will be a blessing. They will be fighting you, but there will be a blessing. They will be against you, but there will be a blessing. God will confuse them. They will become part of you. David was given a house in the kingdom's house.
just as he is being prepared to be ushered in. Tell your neighbor, I'm being prepared to be ushered in. Bwana Yesu asifiwe sana. Let's finish with 24. 24 please. Ama imeisha? Imeisha? Na ndivyo nilitaka tuendelee. Tuandike yetu 24. Basi tusimame kwa miguu yetu. Worship always the Lord, for any spirit to depart from you. When we continue worshiping the Lord, the spirit that is not right in your life will depart. Just continue worshiping the Lord for any spirit in your life, and God will command everybody to work for you. He will provide with the best solution. God has a way that He gonna provide. Do not be a worried person. Do not be confused. Do not feel like God has neglected you. Do not feel like you are isolated. God is still with you. Just continue worshiping. The spirit, the evil spirit in your life will be departed from you. Will be removed. They will not be part of you. Bwana Yesu asifiwe sana. So pigia Yesu makofi. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I want a praise song. A praise song. And quickly you must be very fast. Alafu baba, utafute kitu kama hii. Hii mambo ya kuchinda ukifinya hivi hatutaki hapa. Utafute kitu kama hii. Umenielewa? USB, udownload hizo beats zote. Umeelewa? Ndio ukishika tu kitu inaendelea. Sasa hapa nashinda uone mtu wa keyboard hauna USB. Mwambie kudownloadie zake hapa. Leteni sadaka kwenye mikono yangu. Why am I today feeling like munipatie kwenye mikono yangu? I'm releasing something. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm releasing the anointing. The anointing is coming upon your life. I am releasing something. May God bless you in Jesus' name. May God open anything that you want to do. May it be open. May it God sanction people to come and support your work. To people to come and support you. May people be sanctioned all over from Sasa hii sadaka. Tutakusikia ukiwa huko. May people sanction. May God sanction people from all over the world to support your effort, to support whatever you are doing. May people be sent. Yes, sadaka wekelea hapo. May people be sanctioned from all over part of the world. May customers come from all over part of the world. May the anointing people come from all over the world. Anointed people to come and walk. I cleanse and decree that this soil, whatever witchcraft was put or is under this soil, has been cancelled. Whatever form of forces of darkness that has been constraining you from becoming, that has held your children, that has held your businesses, that has held your prosperity, from today it is null and void. No demonic power over you, no force of darkness over you, no forces of limitation over you, stagnation, no. Your children will be blessed, will prosper, will go all over the world. In Jesus' name. Tokeni hapo. Tokeni hapo. Zima hiyo kitu. May God bless you. May God open your doors. May God make you successful. May God make you command blessings. Whatever you do, may God bless you. May God bless you. May God reinstate you. May God put you in the position. Sawa. May God bless you. May God open the doors that they closed. May God be a blessing in everything you are doing. May God make you successful. May God send a servant that will come, who will come and sing a song that will cause this distressing spirit over your life to go. May God command Samuel to come and anoint you. May God command Samuel to come with a sacrifice that will be used to cleanse you. May God command favor, the Spirit of God, ingie kwako, that from today, anything that has been against you, ibadilike. In Jesus' name. Bwana Yesu asifiwe sana. I want you to open your lips. Command, speak
a command over your business, over your marriage, over your ministry, over whatever that you want. Kama ni biashara unataka, kama ni biashara unataka, kama ni ministry unataka, kama ni marriage unataka, just fungua kinywa chako, because the spiritual realm, the realms have opened up. Imefunguka. Kama ni udhamaki unataka, the realms have opened up. Imefunguka, bingu imefunguka. Inaongojea tu kinywa chako, unene tu kitu kimoja. Nena kitu kimoja. Keyboard man, cheza tu kingdom. Open your lips, open your lips, open your lips, open your lips. Command now. You don't pray, just command. Say I want. Mtengeneza kama ni bwana, muite huyo bwana. Kama ni mke, muite huyo mke. Kama ni biashara, ita hiyo biashara. Kama ni kitu unataka, kiite sasa, kiite. Funga macho yako, command it, it's coming. Command favor, command favor, command success, command victory, command a win. Command it now, command it now, command, 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 command it, command it, command it. Ipatie jina na uite. Kama ni marriage, ita hiyo marriage. Kama ni kwako hakuko sawa, weka sawa, weka sawa, weka kila kitu sawa, weka kila siku sawa, kila kitu. Command it now. Command it now. Command it now. Command them that have been an obstruction in your life. Watupe, waondoe. Wale watu walisema hautafaulu, waondoe. Wale watu wamesimama kinyume na kazi yako, waondoe. Yule mtu ambaye amekuwa kizingiti cha kuzuia mipango ya Mungu ndani yako, waondoe. Destroy them. Vunja mipango yao. Sambaratisha kazi zao. Sambaratisha, vunja. Ondoa kila mtu, ondoa kila kisiki, ondoa kila ukuta katika maisha yako. Ngoa pillars zao, ngoa asheras zao. Break every foundation, break every limitation, break every pillar, every altar, every evil altar. May it be ancestral, kutoka kwenu nyumbani. Break it now, break it now, break it now, break it now. Break it now. The mighty name of Jesus, I break every spirit of witchcraft. I break every spirit of witchcraft. Shabbat. All snakes, witchcraft, I destroy you. The mighty name of Jesus Christ. Na funga your spirit of witchcraft in your life. Break it, break it, break it, break it. Wachawi wa familia, wachawi katika kanisa, wachawi katika njia zako, waganga ambao wamezuia kazi yako, break them, break them, break them. Open your lips, open your lips. Command them out, command them out, command them out, command them out. Vunja kabisa wale walikuinukia wakafunga kazi yako, wale waliinuka wakafunga marriage yako, wale waliinuka wakafunga huduma yako, wale waliinuka wakazuia kazi ya Mungu ndani yako. Vunja kabisa, vunja, 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 vunja. Break their bones. Every spirit of limitation in your life, may Samuel be commanded unto your life. I command the spirit of Samuel to anoint your business, to anoint your family, to anoint whatever you are doing, to anoint, to anoint, to anoint, to anoint your business, to anoint your business, to anoint your ministry, to anoint the anointing upon you, to anoint your marriage. May the Spirit of God now start working in you. May the Spirit of God start working in you. May the Spirit of God start working in you. In the mighty name of Jesus. 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 Songea mbele. Songea mbele. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. There is a special anointing. I can see. No. Just here. Ooh. Hear me. Just do it very fast.
Do it very, usivurute, tuacha kusukuma, ichukue juu. Wao ulisukuma. Harakisha, alafu mkuje hapa. Weka mstari hapa. Just come closer. Come closer to me. Come closer to me. Simamia tu hapo. Just stand there. Kujeni wale wako nyuma. Oh yes. Hear me now. There is a special spiritual connection that is today. Today was a prophetic Sunday. And I want to prophesy to somebody that your life will never be the same again. The Jesus of your life, the Jesus of your life who does not value you, today they will be commanded to value you. The people that have always seen it is like you does not move, you does not become, that you are worthless. I want to say today, you are worthy. The Spirit of God has departed from where it was. It has entered you. Your life from today will be a prophetic life. That every demonic power over your life has been distinguished. Every demonic fire in your life has been dimmed. Every forces of the demonic forces, wachawi, waganga, wote warogi, Illuminati na Freemason na wachawi wa kwenu wale walikufunga na nyoka, kutoka leo zimekuacha nyoka zote. Bwana Yesu asifiwe sana. You are now free in the mighty name of Jesus Christ. Lift up your hand, lift up your hand, as there is a power. Wale wako na watoto, usibenda pale, pita huko, uende huko. Wale wako na watoto wadogo, nenda pale. Yes, stand here, come here at the altar. Simama tu hapa. Oh yes. Inua tu mikono yako, funga macho yako. What God is about to do, it has never happened to you. You have never experienced this. It will drastically transform you. And every kind of an altar that was speaking in your life will be removed automatically. As I am talking, I can see the angels removing these forces from you. I can see the angels transforming, changing everything that is around your life. I can see a power of God. I can see a special anointing from heaven. I can see angels now touching every one of you. I can see a special connection that is happening in your life. I can see a special connection that is happening in your life. Now receive it, receive it, receive it, receive it, receive it, receive it, receive it. Receive. Asha here, receive. Oh yes. Oh mashanda la 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 la. Rekendere boshaya renere bosanda yaketere boshanda, wacha enda chini. Leave her. Let's bring her here. Bring her here. Bring here. Mlete hapa. Wacha kuzuia mtu. Mlete hapa. Oh shiri umasanda ya orinare na shiri masakete orinere borina sendara orina mashende ori marina sere riketetere orina sere riketere borina shendere orina mama sanda yara shekete ya eose orina